Ad-Da'watu Salafia Manyara. Mnamo mwaka 2011 Allah subhanahu wa ta'ala alikadiria katika mkoa huu kuenea kwa sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na katika mwaka huo zilianza harakati za da'wa ndani ya mkoa wa Manyara. Harakati hizo zilisimamiwa na vijana wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa uwezo wa kielimu. Vijana hao walianza harakati zao wakiwa katika msikiti ulio chini ya taasisi fulani. Miaka ikasogea. Mwaka 2016 Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa fikra ya kununua kiwanja ambacho malengo yake kilikuwa kwa ajili ya kutengeneza markaz, lakini kiwanja hiko walikihifadhi na kuendelea harakati zao katika msikiti uliokuwa chini ya taasisi fulani. Wakaendelea na harakati zao za dawa. Mwaka 2022 wakatembelewa na mashekhe wakubwa ndani ya nchi hii, akiwemo Sheikh Abul Fadli Qasim bin Mafuta hafidhahullahu ta'ala. Sheikh Qasim bin Mafuta hafidhahullahu ta'ala aliingia ndani ya mkoa wa Manyara mwaka 2022 katika mwezi wa Shaaban, akitokea Moshi kwa ajili ya ziara. Miongoni mwa misikiti ambayo Sheikh Qasim Mafuta hafidhahullahu ta'ala aliweza kuitembelea misikiti hiyo ni pamoja na msikiti huo ulio chini ya taasisi fulani ukiongozwa na vijana wa Kisalafi, na hapo alitoa dawa na kuwanasihi Waislamu mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yao. Jambo hili lilikuwa chachu kwetu sisi watu wa Manyara na lilitutia nguvu sana katika kuendelea na harakati za dawa. Lakini huzuni iliyoje! Mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2022, baada ya ziara ya Sheikh Abul Fadli, tuliandikiwa barua na taasisi fulani kwa lengo la kuachia madaraka katika msikiti wao. Wakatufukuza, na hapo tukajishikiza katika msikiti wa mabati ambao tulioujenga, ambapo ndipo kilipokuwa kiwanja chetu, na harakati za dawa zikaendelea. Tulifukuzwa katika msikiti huo kwa kutofautiana mirengo ya kidawa na mirengo ya kimanhaji baina yetu sisi na wao. Waliamua kutufukuza katika msikiti huo, na huku tukitapatapa kutafuta sehemu ya kujishikiza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alitia taufiki ya kutupa fikra ya kununua kile kiwanja tulichokinunua mwaka 2016, na pale tukaanza kutengeneza banda la mabati kwa ajili ya msikiti na markaz, na hapo harakati zetu zikaendelea tukiwa tumefukuzwa katika msikiti ule ulio chini ya taasisi fulani hapa nchini Tanzania. Baada ya kufukuzwa, ikabidi tuanzishe msikiti wa mabati ambao tulioujenga katika kiwanja chetu ambacho kilichokuwa kikimilikiwa na sisi waumini wenyewe. Tukadhania huu ndio mwisho wetu wa kufanya dawa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaleta kabul, watu wakaikubali dawa salafia, bali watu wakawa ni wengi na kuikubali dawa hii mubarak. Na kwa ile huruma ya majirani tuliokuwa tukipakana nao katika msikiti huo wa mabati, wakaamua kutuuzia viwanja viwili, jumla vikawa vitatu, ndani ya mwaka 2022, 2023 na 2024. Tukawa tunamiliki viwanja vyenye thamani ya shilingi milioni 25 kutokana na mji kupanuka. Ukizingatia hii ni senta ya masalafi hapa Babati. Pembezoni mwa hili eneo letu kuna sehemu inauzwa yenye viwanja 11, na kila kiwanja kinauzwa milioni 20. Viwanja 10 ni milioni 20 na kimoja ni milioni 35. Jumla pamoja na vipimo ni milioni 250. Hivyo basi tunakuomba ewe Muislamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kipato, uchangie khairi hii, ikiwa kama ni sadaqatun jariya itakayokusaidia siku ya Kiyama. Unaweza kuchangia kupitia account number CRDB Bank 015290172010.
0. Jina la account Msikiti wa Imam Ajuri, au unaweza kulipia kupitia Airtel. Lipa namba 13 30 99 78 Masjid Imam Ajuri. Hakika kheri hii utaikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nia yetu ni kuimarisha markaz, kwa sababu hii ndiyo markaz kuu ya kisalafi hapa mkoani Manyara. Mwitikio wa da'wa upande wa kina baba wanahudhuria watu takriban 40 katika darasa zetu, na upande wa kina mama wanahudhuria watu takriban 60 katika darasa zetu, na upande wa watoto wanahudhuria takriban watoto 74 katika darasa zetu. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0783 04 08 37. Wabillahi tawfiq.